Yo, what's good, everybody? Welcome back to Off Court Podcast, and today's another day na tuko Ngarenaro. Kuna games inaendelea, D-League, and we're still here. We have some stories, we have some highlights to watch, we have some crazy stuff. So stay with us. We have a lot tumeandaa kwa ajili yako. Let's go. Yo, welcome back to Off Court Podcast, na leo nipo na coach mkubwa sana, au sio? Tokea Arusha, lakini leo nampa nafasi ajitambulishe mwenyewe vizuri. Coach, karibu. Mimi naitwa Bariki Kilimba, ni coach wa basketball. Kwa hiyo naweza nikasema nashindwa kubezi kwamba niseme ni coach wa wapi hasa, kwa sasa hivi niko Qatar. Kwa hiyo naweza kuwa Mara, naweza kuwa Arusha, naweza kuwa mkoa mwingine. Kwa sasa hivi una timu ambayo tuseme ndio timu yako? Ila kwa sasa hivi nimebase sana Mara. Yeah. Kwa Kuria. Sasa nilikuwa na maswali leo kwa ajili yako. Swali la kwanza, ni timu gani ambayo ni the best team kwako uliwahi kuifundisha na ikakupa ubingwa? Nataka usahau. Klabu naongelea timu ya Fox Divas na Fox ya wanaume boys. Ni timu ambazo nilikaa nazo almost karibu miezi mitatu nikiwa Mara, na nilizifundisha kwa muda mrefu, na ni timu ambazo zilinipa mafanikio. Nilishinda ligi ya mkoa kwa girls, nikashinda na ligi ya mkoa kwa boys. Baada ya hapo tukaenda NBL, National Basketball League Dodoma, nikawa mshindi wa pili mwaka juzi kwa girls, ila boys hatukusafiri nao kwa sababu financial ilikuwa imekaa vizuri. Alafu mwaka uliofuata nimechukua ubingwa wa NBL kwa hiyo timu ya Fox Divas ya girls. Na kimkoa mimi nakuwa proud na timu ya Arusha mwaka 2019. Ni timu ambayo nilikaa nayo muda mrefu, nilitengeneza combine ya timu ya mkoa na nilipata ubingwa wa Taifa Cup. Kwa hiyo mpaka leo ile kombe nimelifundika hapo juu, na feel proud sana. Safi sana. Yeah. Na katika mwaka jana tuseme ndio ulichukua ubingwa wa NBL. Timu gani labda ilikupa challenge kidogo sema? Timu ya Lioness mwaka juzi walichallenge Vijana Queens. Na ndio nilicheza nao finali. Ni timu nzuri sana Vijana Queens, na walicheza kwa experience kubwa, afu na mimi nilikuwa ndo mara yangu ya kwanza nimetinga NBL. Kwa hiyo nilifurukuta nikajikuta nimekutana nao kwenye finali wakanifunga. Lakini mwaka jana nilikutana na Lioness, na wenyewe ni wazuri sana, kwa sababu game ya mzunguko Lioness ilimwacha difference ya pointi 14. Alirudisha zote, game ikatai, akaondoka na akashinda. Lakini tulipokutana kwenye finali sasa pale ilibidi nitumie sasa mbinu za ushindi zaidi pale. Kwa hiyo nilishinda, ila ni timu nzuri ambayo ilinipa challenge. Swali la pili. Kitu gani cha ajabu au cha kuchekesha ulichowahi kuona kwenye mazoezi au kwenye game? Cha kwanza naweza nikazungumzia kwenye mazoezi. Kuna mshikaji mmoja tulikuwa naye katika mazoezi ya chuo cha Arusha Technical, na pia kuna mmoja tulikuwa naye kwenye mashindano hapo stadium, alikuwa mchezaji wa Hoopers. Alijifunga bwana, alichukua rebound baada ya kutoa pasi akarudishia. Kwa hiyo same shit ili happen Arusha Technical ilikuja ku happen kwenye mashindano. Kwa hiyo kila mtu alibaki vipi? Hii nini tena? Na yeye alikuwa yuko normal kabisa, akachukua rebound akarudishia, akajifunga, afu kaondoka, yani anaondoka na rudi defense tena. Yani kwa hiyo ile ilikuwa ni kituko ambacho kiukweli siwezi kukisahau. Hata wewe ni rafiki yangu, mara nyingi huwa anamkumbusha, unakumbuka alijifunga. Na kingine pia tulienda Taifa Cup, kipindi hicho mimi nacheza, niko kwenye pitch. Hiyo tunaongelea 2001 Taifa Cup Dar es Salaam. Mshikaji wetu mmoja akapita baseline zaidi ya mara 3, anashindwa kuitumia ile finger roll. Kwa hiyo mipira yote ikawa inavuka upande wa pili. Kwa hiyo alitoka na pointi 1, alafu alikuwa ni mshikaji ambaye ni mfungaji. Kwa hiyo sasa gazeti likatoka limeandika fulani ametoka na pointi 1, Bariki Kilimba ametoka na pointi 6. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu yangu ya kumtambia, na mimi kwake niliona ni kituko.
Yani akiwa kwenye mazoezi finger roll nakubali vizuri, lakini kwenye game finger roll zote zikazi yadondoka upande wa pili, watu wanamuita bigina. Kwa hivyo ni vituko ambavyo siwezi kuvisahau. Okay. Swali la tatu, kama ukiambiwa uibe skill moja ya mchezaji wa zamani au wa sasa hivi, utaiba skill gani? Kwanza kwa mchezaji wa zamani mimi nitaiba kwa ambaye ni mstaafu sasa hivi, anaitwa Dibo. Dibo ni mchezaji ambaye ni role model wangu. Dibo alikuwa rafiki yangu. Dibo alikuwa anafanya vitu amazing sana, na alikuwa anacheza position zote, ambacho ndio kitu zaidi mimi nilijifunza kutoka kwake. Kuanzia point guard mpaka point guard, Dibo anacheza, three pointer Dibo anapiga, mid range, power forward, small forward, Dibo hizo position zote anacheza. Alafu alikuwa skills ambayo niliiba kwake, akicheza post pale chini, yani vile alivyokuwa anatupa mpira upande wa pili, ana roll, unajikuta mtu umesimama tu, Dibo kashafungua. Kwa hiyo kile nilichukua kwake. Kingine nilikichukua kwa kijana wetu Arusha, Alimo. Alimo ni ball handler, yani ni mchezaji ambaye anacheza na mpira. Binafsi sijaona mtu ana skills ya mpira vile kama Alimo. Kwa hiyo Alimo mimi nilichukua skills yake moja in and out, na pamoja na kwamba nilikuwa namfundisha pale Soweto, lakini ile in and out aliitoa kwa point guard wetu alikuwa anaitwa Bariki. Alimo alimaster vizuri sana, akawa ananitrain mimi namna kufanya in and out. Kwa hiyo hao ndio wachezaji ambao kwangu mimi niliiba hizo skills. Kikweli unajua moja sana kocha kusema alifundishwa kitu fulani na mchezaji, labda binafsi mimi ndo mara kwanza naisikia. So shout out to Alimo. Swali lingine, ushawahi kucoach mchezaji gani kichwa ngumu na uliwezaje kuhandle hiyo situation? Naweza nikasema na wachezaji wawili kweli ni kichwa ngumu, lakini those guys ni wazuri na ni challenge pia ambao tulikuwa tunaulizwa pia tukiwa kwenye kozi ya coaching ya FIBA ambao tulifanya Kibaha National Level 1. Pia unaweza kukutana na mchezaji ambaye anaweza kukupa matokeo, lakini cha kwanza tabia au uelewa wa haraka. Sasa mimi naweza labda nikazungumzia position ya tabia. Tabia ilikuwa inanipa wakati mgumu sana, kwa sababu ejection zilikuwa zinatembea sana kwa wachezaji wawili nao wazungumza. Naomba tu nihifadhi majina yao. Ni vitu ambavyo ilikuwa napata wakati mgumu, lakini as a coach nilikuwa natoka kwenye coaching naingia kwenye mzazi. Kwa hiyo namchukua yule kijana, nakaa naye, tunakaa wawili, I'm talking with, namweleza tabia anazofanya, polite language, bila kumtukana, kumwelewesha. Nikiona inakuwa ngumu kwangu pia kuelewa kwa haraka, natafuta support ya mtu mwingine ambaye naamini anaweza akamsikiliza. Kwa hiyo namuomba, namweleza tabia za fulani ziko 1 2 3 na hatuwezi kumwacha, lazima tumsaidie. Kwa hiyo ili tumsaidie, naomba pia uweze kuongea naye. Kwa hiyo ilikuwa ni kwenye upande wa tabia. Upande wa uelewa ilikuwa kwangu mimi ninachotaka kukifanya kwa yule mchezaji, repetition mpaka anaweza kuelewa kile kitu ambacho mimi namfundisha. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kugive up as a coach, nacheza pati yangu, namfundisha, nitakuja nitamfundisha mpaka anakuwa mchezaji mzuri. And thanks God kwa sababu niliweza kuwabadilisha wachezaji waliokuwa hawaelewi ukiwafundisha, na niliweza kubadilisha wachezaji tabia. Hiyo nao namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Haikuwa kazi ndogo, kazi ya ziada. Swali lingine coach, zimebakia sekunde 10 afu mko nyuma basket 2. Mchezaji gani unamchukua pale apige ile shot ya mwisho? Kwa mfano nikawa labda nina timu ambayo mimi naweza nikasema ina Swale Burwani yuko ndani, na simzungumzi kwa sababu ni wa Arusha, yani pia na sawa ni wa Arusha, na still pia ni mchezaji ambaye anaweza nikasema Tanzania inamkubali. Labda samani kidogo, mimi niko Mara, game ya Dar City inachezwa versus JKT, KD anamkaba Swale, tunaangalia live sisi kwenye TV. Yani
kwanza na feel proud kwamba namuona kijana wangu anafanya vitu ambavyo ni amazing. Alifanya vitu ambavyo vilikuwa mshangao kwangu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye mimi najua kabisa shoti ya mwisho itafanya play, itanasa ule mpira anataka uende kwa Swalehe, na uhakika akichukua ule mpira akinyanyuka nashinda hiyo game. Swali lingine kama ukiamua kubadilisha sheria moja ya basketball sasa hivi ungebadilisha sheria gani? Kwa mfano inbound, unajua sijui labda naweza nikasema naibadilisha kwa style gani, kwa sababu kwenye baseline mchezaji anapopiga step ndani akaanzisha mpira kama defender hayupo, naona referees wengi wana call, sijui labda kwa marefa wetu yani waweze kuelewa hivyo. Naongea kutokana na basket, nilipoenda Zanzibar kwenye mashindano ya Zone 5 ya wanawake, niliona vitu vya tofauti sana. Nilikuwa natamani zile game referees wa kwetu wa Tanzania waweze kutazama. Unajua kuna wakati nyie mlikuwa mko kwenye media mlizungumza issue ya referees. Naona ilikuja tofauti kwa mareferees wa Tanzania na baadhi ya watu, lakini labda tu tuseme labda ile message haikwenda walipotaka wao, lakini the message is yani they have to learn zile sheria kutaka kujua zinapo update kila siku inaweza ikawasaidia. Maana unaweza kuanzisha mpira kama kuna mtu yuko mbele sawa, sasa na disturb ile mpira unaanza, inaweza kufanya kidogo anapotaka kujua wewe, lakini kama hakuna mtu mimi natamani waweze kujua kwamba ile ni kitu ambacho kiko free, yani hakuna mtu ana disturb ule mpira, waachie tu ule mpira uanze. Kwa hiyo natamani sana ile sheria iweze kubadilika, sijui, lakini mimi nafahamu kwamba iko hivyo, ila sijui kwa Tanzania. Yani natamani sana hicho kitu kiweze kueleweka, naona sana kwenye game zetu sisi. Another question, unadili vipi na mchezaji ambaye ana talent lakini ana attitude mbaya? Ni kazi ngumu, lakini pia sitaki kubezi kwamba like nataka matokeo na najua kabisa attitude ya huyu mtu ni mbaya. Unajua Haji, attitude inaweza ikakuharibia timu kuanzia kwenye safari. Whether mnatoka labda Arusha Tanga, anaweza akagawa makundi kwenye timu, au anaweza akakaa akawaambia watu mimi nimelipwa pesa nyingi zaidi ya nyinyi, wengine wakashindwa kucheza. Coach unahitaji matokeo, coach unatumia nguvu kubwa kuongea na watu, kufundisha, kuelekeza, kumbe tayari watu wameshakufa moyo. Kwa hiyo watu kama hao tunao, na kuna mwaka mimi kuna mchezaji nilimkataa kwenye timu ya mkoa wa Arusha kwa sababu ilikuwa kama sasa imeshindikana. Nilijitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini baadaye nikasema kwa nini nishinde? Kwa hiyo end of the day natimiaga nafasi yangu kukaa naye, namfundisha maisha sasa nje ya coach. Yani nje ya coach nakaa naye, namfundisha maisha, namfundisha kuishi na mtu, afu namtengenezea upendo. Kikubwa zaidi napenda kumwambiaga mchezaji kuhusu Mungu. Yani unajua Haji, sisi tunafanya kila kitu, lakini Mwenyezi Mungu sisi tumemweka mbele sana. Yani unaweza ukajua umefanya dhambi, lakini kila mtu ana muda wa kutubu. Kwa hiyo ukishamfundisha Mungu, kwa sababu yule mchezaji alikuwa kanisa, ni Mkristo lakini haendi kanisani. Unajua wanakwambia, wengine wanaweza kukwambia mimi siendi kanisani, kwani nisipoenda kanisani? Lakini kanisani kuna faida, msikitini kuna faida, kuna mawaidha unaenda kuyapata pale na yanakugusa, yanakuhusu wewe kwenye maisha yako. Kwa hiyo kijana, mimi nilijaribu kumuelezea, nikamwambia jitahidi uwe mtu wa ibada, labda kama kuna jumuiya mtaani kwenu unaenda, au kama utaki kwenda kanisani vaa earphones, sikiliza, ujue unaishia na watu, upendo. Na mimi hadi sasa hivi Haji naweza kukwambia amebadilika kiasi kwamba hamna mtu anaweza akaamini kwamba huyu ni yule mchezaji, lakini ni kwa sababu alijifunza, amekaa, akaona. Unajua kwa mtu anaweza akaambiwa Haji yuko hivi na hivi na hivi, lakini end of the day Haji wewe kaenda naye kwenye timu, labda mmesafiri mmeenda mkoani, anakaa na wewe hivi, anaona mbona Haji ni tofauti na nilivyoambiwa, mbona Haji ni mtu mzuri. Kwa hiyo ana change kutokana na mazingira taratibu, anakuta watu wa basketball na watu wa upendo, amani. Kwa hiyo nilijitahidi na iliwezekana kwa style hiyo. Swali lingine, ni sababu gani ya kijinga ambayo mchezaji amewahi kukupa ya kukosa mazoezi?
naweza nikaongelea kwenye upande wa kuniambia amekosa viatu. Yes, na sio mazoezi. Haji juzi hapa tuko kwenye D-League, mchezaji amekuja ananiambia coach, sina viatu, na amekuja kwenye mechi katoka nyumbani, ana begi lina vitu vingine, ananiambia coach, sina viatu. Ile kwangu mimi ilikuwa ni sababu ya kijinga sana, basi tu kwa sababu nafsi yangu sijaumbwa roho mbaya. Nilimtafutia viatu kwa muda huo nikampatia, lakini sina viatu, sina nauli. Hicho ni kitu ambacho kwangu mimi ni sababu ya kijinga sana. Kwa sababu huna nauli, basi tuambie management siku kadhaa kabla, lakini siku na kuhitaji kwenye mazoezi alikuwa Haji, mbona huji mazoezeni? Coach, sina nauli. Sio sawa. Yani kwangu mimi ni sababu ya kijinga sana. Kwa hiyo mimi nitakata simu, nitaendelea kufundisha wengine ambao tayari. Swali la mwisho, nataka unipangia wachezaji wako watano tu ambao ni unajua ukienda popote hapa Tanzania unavuruga kila kitu, hamna timu na kufunga. Kwa boys, kwa girls? Tuanze na boys kwanza. Kwa boys tuanze na point guard. Kwa point guard mimi nitamchukua Alipua. Kwa shooting guard mimi nitamchukua Swale. Nitamchukua KD wa JKT. Hapo nitabeba Jimbegu. Mkiwa chini tena mwingine pale watano nitamchukua Cisco Ngosha. Maliza. Hiyo nimemaliza watu wangu watano. Na wasichana nitamchukua Jessica Julius wa JKT. Nitamchukua Jessica Lenga wa Tronkat. Mchezaji mwingine, kuna mchezaji mmoja sasa hivi yuko polisi huko Kozi, anaitwa Amina Kaswa kazi. Yule mimi nitabeba. Mchezaji wa 4 nitamchukua Noela mimi huwa namuita scoring machine. Noela anafunga wakati wowote. Alijua goli. Mtu wa 5, mchezaji mkongwe na ni mzuri, Sara Budodi. Big man. Sara ana akili. Anajua muda gani timu inatakiwa ifanye nini, muda gani timu inatakiwa kutulia. Kwa hiyo ni mchezaji mimi nimekaa naye almost karibu mashindano matatu. Kwa hiyo namuona ni mchezaji ana msaada mkubwa sana. Na mimi minutes zake za kucheza chache tu, lakini anajua kule ndani nifanye nini wakati gani, na hamasishaje, na akihamasisha defense kila mtu anakaza. Kwa hiyo ndio iko. Okay, swali la nyongeza. Unajua sisi tumejifunza basketball sio tu uwanjani, lakini pia hata nje ya maisha yetu. Basketball ni kama inatusaidia vitu vingi. So unamwambia nini kijana ambaye vijana ambao wanacheza sasa hivi dili, jifunze nini kutoka kwenye mchezo wa basketball? Mimi na boys life huo usemi mimi kwenye maisha yangu niliishi nao toka na kuwa nacheza basketball. Kitu kikubwa cha kujifunza, tabia tu aje. Ukishakuwa na tabia nzuri tu, yani nidhamu ndio inakubeba kila kitu. Hadi sasa hivi ungekuwa na danki, unapiga danki yote unaotaka, lakini discipline ya kwako ingekuwa mbovu, hata udanki uingize kichwa kwenye ring hauwezi kupika popote. Haji wewe ni mfano mzuri, Haji wa kuigwa, ambapo Swale amekuja kwenye game kakukuta. Wakina Alijo kampani yako yote hadi wengine uko nao Dar City. Nafikiri kuna kitu amelearn from you, yani kwamba ni mtu ambaye uko smart, unaongea na kila mtu, na behave vizuri, hujawahi kukaa ukatukana kocha au ukamdharau mchezaji mwingine kwamba hajui kucheza, huna historia ya kupigana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wewe tayari mwenyewe ni icon mpaka hapo ulipofika. Kwa hiyo
vijana cha kujifunza na cha kuwa nacho zaidi ni discipline tu. Basi discipline inakusaidia kila kitu kwenye maisha yako, na ndio kitu ambacho sisi kimetusaidia mpaka sasa hivi. Uaminifu, kaa na watu kwa amani, basi inakuwa hivyo. Na hiyo yote ni kwa sababu ya basket. Kingine Haji, naweza nikasema basketball ninaweza kumfanya kijana, na sisi watu tunawaeleza kila siku kwamba anaweza kuingia kwenye sehemu ambayo hawezi kufikiria kama anaweza kawahi kufika huko. Haji, bila basketball mimi hata bungeni singewahi kuingia kule, lakini basketball mimi nimeingia bungeni. Basketball mimi nakutana na wakuu wa mikoa, nakaa nao tunazungumza. Ila kikubwa zaidi pia nimezungumzia discipline, lakini pia nazungumzia elimu. Vijana mimi naomba wasome sana, na pia coaches wa Arusha wawasimamia watoto kwenye masomo. Wakati mimi nafundishwa coaching Haji nikiwa Arusha, ndo naanza kozi ya awali, niliambiwa na kiongozi wa Arusha ambaye pia ndo aliyenifundisha coaching, anaitwa Alijua Mokaringa. Aliniambia nitengeneze mafiga matatu: mzazi, mwalimu na kocha, alafu yule mchezaji tumemweka katikati. Nilifanya hivyo nikiwa nawafundisha wakina Chris, wakina Neli miaka hiyo. Yaani mimi naenda kwa mwalimu shuleni kwako, nataka kujua matokeo yako. Mimi naenda nyumbani kwenu, naongea na baba yako na mama yako, nijue tabia ulionayo nyumbani. Wakati huo mzazi anawasiliana na mimi kuhusu wewe, mwalimu anawasiliana na mimi kuhusu wewe. Ilifika kipindi cha mitihani, ilistopisha vijana wote, nikamwambia hakuna tena basketball, kusoma. End of the day tulipata matokeo mazuri sana, walifaulu vizuri sana. Hadi leo wale madogo wanashukuru sana, wananiambia bro, uliwahi kutufukuza uwanjani, ukatuambia uwanja upo tu, sasa hivi tunakula maisha. Kwa hiyo they are happy. Godmushi yuko Sweden sijui kule, maisha yanaenda, wengine wako sehemu tofauti na wanasaidia wadogo zao. Sasa hivi ndio kama nyie sasa hivi mmeshatoka, mmefika mbali, mmerudi. Kwa hiyo kuna kitu mnasaidia wadogo zenu, hata kama umpi pesa, lakini kuna kauli unaweza ukampa zikamjenga kwenye maisha yake. Sawa, kushukuru sana, kutubariki kwa mgeni wangu wa leo. Off Court Podcast, tutane kwenye episode ijayo. I'm out.